Dokta, wewe huwezi ukajiona wa thamani. Mimi ndo nakuona wewe jinsi gani ulivyokuwa thamani kwangu. Wewe ni muhimu sana kwangu, ile wewe unajijui. Wewe unajidharau lakini mimi sikudharau. Nakuona mtu ambaye ni special sana kwangu. Kwa utakiwa kujidharau. Jordan. Yaani kwa leo siko vizuri kabisa, siku yangu ishaanza vibaya. Kwa hiyo, sitaki uendelee kunichafua. Naomba uondoke. Kwa bahati mbaya Melinda, siwezi kuondoka kwa sababu sijakufuata wewe. Nimemfuata bibi mkubwa, ndiye yeye na kikao naye. Huyo bibi mkubwa wako na sio umemfuata, umemjua kupitia mimi. Kwa hiyo, usitaki nikuvunjie heshima. Naomba uondoke. Usichokifahamu ni kwamba kama una hasira zako unatakiwa uziondoe kwanza. Kwa sababu huwezi kumkasirikia mtu mwema. Melinda, hivi unatambua kwamba mimi ni mtu mwema kwako. Na itabaki kuwa hivyo siku zote. Sasa unaposema una hasira au umekasirika au unanifukuza mimi niondoke, ikiwa mimi niliyemfuata sio wewe, utakuwa nikosea. Unachotakiwa kukifanya Melinda, hebu nipata sekunde chache tu za kunisikiliza ambacho nakwambia na uelewe kwamba nini ambacho nakwambia. Maana ya kukwambia mimi ni mtu mwema Melinda, ninahitaji pia hata wewe uweze kuwa mwema kama mimi. Melinda, nakupenda, nakujali na pia nakuhitaji. Shangazi yako ameniruhusu mimi nifanye kila ninachoweza ili kuweza kutimiza malengo yangu kwako. Samahani binti, nimekuona ukiwa unatoka pale kwenye ile hospitali ya Amani. Unaweza ukaniambia ulikuwa umeenda kufanya nini? Kwani kaka yangu kila anayefika pale hospitali ni lazima ijulikane kwamba ameenda kufanya nini? Ni kweli unaweza ukaona utata juu ya swali langu ambalo nimekuuliza, lakini ni jambo la kawaida kwa nyani mzee anapomuona swara anakaribia kwenye hatari, hasa akiwa anakikaribia kichaka chenye chui, kumtahadharisha juu ya kila ambacho anakiendea. Na ndio maana hata mimi nakuuliza juu ya hili. Wewe kaka, mbona una maneno magumu hivyo? Sijakuelewa bado. Huwezi ukanielewa kwa sasa. Na kulingana na haya mazingira tuliyosimama, hayaakisi mimi kuweza kukueleza kila kitu ili ukaweza kuelewa na ukaweza kutambua nini ambacho nataka kuimaanisha. Ila nikuombe kitu. Kama utojali, uweze kunipatia namba yako, ili tutakapokuja kupata nafasi ya kutulia, nitakuja nikueleze kwa nini nakutahadharisha au nahitaji kujua nini ambacho ulikuwa umeenda kufanya kwenye ile dispensary. Vipi kama una lengo lingine? Unaweza ukawa na mashaka kidogo ya kuniamini, lakini unapaswa kuniamini kwenye hili. Ulazimishe moyo wako kuniamini japo kidogo tu, ili uweze kupata faida ya hiki ambacho nataka kukwambia. Sasa mimi nawezaje kukuamini? Siamini kama litakuwepo lengo lingine, na likitokea basi itakuwa ni emergency. Hebu chukua namba yangu. Niwekee namba yako ili nije niweze kukutafuta. Melinda, unapenda kuzini eh? Utazini na wanaume wangapi katika dunia hii? Kuwa mwanamke wa kujali basi. Kuwa mwanamke wa kuonyesha upendo unapoonyesha upendo basi. Mimi Jordan nakuangaikia kiasi hicho Melinda. Nahitaji nikustiri. Hebu imagine, huo uzuri ulionao wewe leo. Unafikiri utadumu kwa muda gani? Unafikiri utadumu milele? Hapana, sio hivyo. Ifikia hatua basi ukae chini utafakari, ujue kabisa ulimwengu hauna mwisho wake. Kubali nikuoe, nikupende unipende, tufurahie maisha katika dunia hii. Alafu pia thamani ya mwanamke ni kuwa na mwanaume huyu mmoja tu. Melinda, nikwambie kitu. Ukiwa kwenye ndoa utaongezeka thamani zaidi ya hii ulionayo. Lakini sio hivi unavyozunguka kila kona na kuzini na kila aina ya mwanaume. Tambua basi hata kidogo. Thamini basi hata kidogo, ili upate thamani kubwa kwenye dunia na jamii nzima kwa ujumla. Hivi Melinda, wewe unadhani ni kitu gani ambacho utakikosa ukiwa na mimi? Mimi mbona nimeshajitoa kwamba kila kitu utakachokihitaji utakipata kwangu mimi Jordan, si kwa mtu mwingine. Nisikize nikwambie.
hizo ngojera zako unazoniambia hapa, nishakushauri mara kibao sana, na nitazidi kukushauri kwa hizo ngojera zako na mahubiri yako unayohubiria mimi, ungekopa na kanisa lako, ungehudumia watu ambao wana mahitaji na hayo mahubiri yako unayohubiria mimi, lakini sio mimi. Sihitaji mahubiri yako unayohubiria. Dokta, nimeongea na mama. Anavyoonekana kama yuko tayari kabisa, lakini kuna sintofahamu kama anataka kama hataki. Hata sijui kwa nini. Sasa Suzi, kama mama ulishaongea naye na ukagundua kwamba ana sintofahamu, yani upande anataka upande hataki, kipi ambacho umekileta kwangu sasa ili nikuelewe? Kwa sababu unajua kutokana na hali alionayo yeye, kilichobaki ni jukumu lako wewe kumfanya yeye akubaliane na wazo letu sisi ili niweze kutekeleza yale ambayo tumekubaliana mimi na wewe. Yaani kama kukuoa ni kuoe. Sawa, ila nimekuja kwako unipe ushauri. My dear, ushauri unaotaka kutoka kwangu mimi ni upi tena? Unajua mimi nisha play part yangu vizuri tu. Kitu ambacho nitakiwa kukifanya kwako wewe ni kuja kwenye familia yenu ili nione na ijue kwamba wewe hapo mwanaume wako ni mimi na kilichobaki ni wewe na familia yako. Nikukumbushe Suzi, mama yako bado ana chuki na mimi. Hata kama yeye anaonyesha kwamba kwa sasa ni kama anataka kulegeza, lakini bado taswira yake, yani unaona mtu tu kimwangalia kwa macho unajua huyu ananichukia. Wale Waswahili waliounda ule usemi wa kwamba sijui kusoma basi hata picha nashindwa kuitafsiri. Mama yako bado anaonekana ananichukia vibaya mno. Kwa hiyo hata kama umekuja kuniomba ushauri, mimi siwezi kujipa nafasi ya kwenda kwenye familia yako tena nikajisemea kwamba jamani mama ama si mjomba au shangazi, niacheni niwe huru nimuoe. Haiwezekani. Ndio maana nalirudisha jambo hili kwenye himaya yako. Yule ni mama yako, unazijua hasira zake, umekuwa mikononi mwake, hivyo basi tumia nafasi yako kuzungumza naye yeye vizuri ili akuelewe. Tofauti na hivyo likishindikana usinilaumu. Sawa, nimekuelewa. Ila naomba uache mazoea na Merinda. Na kama ukiendelea kuwa na mazoea naye, kitakachotokea usije ukanilaumu kabisa. Kama umjui utamona mtu wa maana, ana nzuri tabia, mwonekano na matendo yake anayofanya, nasema watu wanamsingizia, makucha ya chui mkononi kayabana, sombe kwenye mfumo kaingia, yani wewe. Asante mama, usijali, nimeshamzoea. Kwani shida ilikuwa ni nini? Shida ni yeye, alikuwa hataki niingie ndani kwa sababu anahisi mimi ujaji wangu hapa labda anakuja kumzuia asimpende huyu anayempenda. Ujumbe wako nimeufikisha kwa Merinda, lakini cha kushangaza, baada ya kuongea naye alishikwa na hasira, aliamka na kaondoka. Babangu, naomba nikuulize, hivi uko serious kweli unamhitaji Merinda? Sawa, kama uko tayari naomba tufanye lolote, kama ni dua au ni maombi, angalau tu tuiteke akili yake ikufikirie wewe tu na sio mtu mwingine. Ni sawa mama, kama wewe umefikiria hivyo kama mzazi, basi itakuwa ni vizuri, kwa sababu pia tutakuwa tumemsaidia yeye kuwa na utulivu na kutambua kwamba Jordan anampenda na anahitaji kumwoa na awe mke wangu nyumbani kwangu. Sawa, katika hilo kwenye dua nayo maombi tuko pamoja, mimi na wewe, bega kwa bega, mimi na wewe, mpaka nione mwisho wake umeishia wapi. Nitashukuru sana mama, na pia baraka zako wewe kama mzazi zitakuwa juu yetu na zitatusaidia sisi kufanikiwa katika maisha. Sawa, usijali, tuko pamoja. Yule binti niliyopishana naye hapo nje, Suzi, ni ndugu yangu kabisa. Na kama umesahau, ngoja nikukumbushe.
ile siku ya kwanza kabisa nimekuja ofisini kwako kukuambia kuwa nakupenda, nilikuja naye kama shahidi wa upendo wangu kwako. Na najua kabisa huyu haumwi. Kaja kufanya nini? Melinda, kwanza nikiri kauli yako kuwa ni kweli. First time unaniambia kuwa unanipenda ulikuja naye. Na hiyo ulimleta kama shahidi wa hisia zako. Nakumbuka vizuri tu. Ila nashangaa ni kama umekuja na moto mwingine. Ni kwa nini umekuja katika namna hiyo? Wakati unajua kwamba wewe uliniomba mimi tuwe katika mahusiano. Mahusiano ambayo mimi bado sijakupa jibu. Alafu unataka kujifanya una wivu. Then unaniomba nikwambie kitu gani alichokuja kukifanya yule binti. Seriously? I say, kiprofessional ya udaktari. Sitakiwi kutoa siri ya mtu yoyote hata iweje. Dokta, ndio hujanikubalia. Lakini mimi hapa nina ruksa kukuuliza wewe chochote. Na nakuuliza hivi kwa sababu yani dokta, yani sitohitaji eti wewe uwe na mahusiano na yule mtoto. Hebu kwanza subiri kwanza. Unaenda haraka sana. Melinda, naona kama unaenda kujisahau sasa. Nami nikukumbushe katika sehemu uliojisahau. Iko hivi, wakati unaendelea kunadi sera zako kwangu, kuniomba niwe na ridhaa ya kuwa na wewe katika mahusiano, uliwahi kuniambia kuwa hata kama nitakuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, wewe upo tayari kuongezeka dhidi ya hao wapenzi nilionao. Sasa inakuwaje unataka kuanza kunicontrol dhidi ya huyu binti aliyotoka muda so mrefu, Suzi? Je, kama mimi nina maamuzi naye na wewe ulishaonyesha kwamba upo tayari kuwa na mimi hata kama nitakuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, why unahitaji kujua zaidi kupitia huyu binti? Lakini tambua kwa yule ndugu yangu. Na hata kama nilikubali kuwa mimi kuwa mke mwenza, naweza nikawa hata mke wa 3 wa 4, lakini sio kwa ndugu yangu. Yule ndugu yangu kabisa hawezi akawa mke mwenzangu hata siku moja. Kwa hiyo kumbe unaongea maneno ambayo mwisho wa siku huwezi kuyafanyia kazi. Unanikatalia. Unanionyesha upande wako wa pili. Hivi unafahamu kwamba mimi sijakukubalia? Na wewe unatakiwa unishawishi mimi nikukubalie. Twende mbele na kurudi nyuma. Hivi mimi Dr. Kitimu, mimi hapa naiona ni dhalili kwako. Kitu gani kinachokushawishi kwangu mimi kunihitaji kama hivyo ambavyo unanihitaji? Maana yake unajua unanipa wakati mgumu, na kadri ya siku zinavyokwenda mbele ndivyo unavyoonyesha kwamba wewe una nia ya dhati kwangu. Kuna wakati huwa nafikiria nikupe nafasi au nisikupe. Na nikifikiria nikupe nafasi na kuchoose, naona kama nitaenda kujitesa kupitia huo upendo wako ulionao dhidi yangu. Ni kama utahitaji kunimiliki zaidi. Lakini kuna wakati mwingine huwa najihisi kama wewe umekuja kwangu kama mtego, yani kama umetumwa, unanitaka niingie kwenye 18 zako ili uyatekeleze yale uliokuwa unayataka. Melinda, kiukweli unanipa wasiwasi. Inafikia wakati na kuogopa. Seriously, na kuogopa. Nikijigugo ninajiona kama sistahili kuwa na wewe. Mimi ni mwanaume wa hovyo tu. Yaani sidhani kama nina thamani hiyo ya wewe kunipigania kama unavyonipigania. Sidhani kama mimi ni mtu wa kuliliwa. Sidhani kama mimi ni mtu wa kulalamikiwa kwenye hayo mapenzi yako. Hebu jaribu kufikiria kwa upande wa pili. Achana na mimi bwana, niache tu. Dokta, wewe huwezi ukajiona wa thamani. Mimi ndo nakuona wewe jinsi gani ulivyokuwa thamani kwangu. Wewe ni muhimu sana kwangu, ila wewe unajijui. Wewe unajidharau, lakini mimi sikudharau. Nakuona mtu ambaye ni special sana kwangu. Kwa utakiwa kujidharau. Nimekuelewa sana Melinda. Ila sioni kama ni kitu chema wewe kuja hapa mara kwa mara. Kwa sasa mnaenda. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, magonjwa yake anawapitia. Utaamilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoka, ukimsogelea tayari kalowana. Inachekesha baba yenu. Suzi, unajua ni ndugu yangu kabisa. Lakini nilikuwa natafuta mchawi wangu nani siku zote ambaye anafanya Dr. Kitimu mimi asinikubalie. Na Suzi wewe tumepishana pale.
kwa Dr. Kitimbo dukani kwake. Shoga yangu niambie. Ulienda kufanya nini kwa shemeji yako? Hata kama nikikwambia itakusaidia nini? Mimi itanisaidia sana kwa sababu utanitoa kwenye mawazo potofu. Suzi, Dr. Kitimbo ni shemeji yako na unajua kabisa. Na nishoe kukupeleka mpaka pale na nikamtamkia Dr. Kitimbo nampenda mbele yako. Haya niambie ukweli. Ulienda kufanya nini kwa shemeji yako? Najua kama nikikwambia ukweli utafanya uamuzi gani? Kuhusu mimi nitafanya uamuzi gani? Hilo niachie mimi. Lakini wewe unachotakiwa ni kuniambia ukweli wote. Usinifiche hata kimoja. Na endapo kama ninachokiwaza mimi ndivyo ilivyo. Suzi, hii dunia utaiona chungu. Nitakufanyia kitu ambacho hujawahi kufanywa tokea uzaliwe. Suzi! Ondoka, lakini hii haijaisha. Tutakutana hata nyumbani. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsifia. Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, magonjwa yake anawapitia. Ustahimilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoka. Ukimsogelea tayari kalowana, inachekesha baba yenu nachoka. Kashakula Muhimbili Mloganzila amana ilala. Nakipita na wewe leo kesho wala baliana. Dr. Kitimbo ana balaa. Dr. Kitimbo ameshindikana. Dr. Kitimbo ana balaa. Dr. Kitimbo ameshindikana. Dr. Kitimbo ana balaa. Dr. Kitimbo ameshindikana.